hakutaka kuonyesha maumivu yake yakafunikwa na ule upendo ambao alikuwa nao kwa ndugu zake. Kwa hiyo hilo mimi ndo ambalo nimejifunza, na pia Mungu awasaidie nyinyi ambao mnakuwa kama watoto, Mungu awape ule upendo ambao Yusufu alikuwa nao kwa ndugu zake. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Leo nilichojifunza kutoka kwenye story ambayo tumejifunza siku ya leo ni kwamba tusipiziane visasi. Kama kwa mfano ungekuwa ni wewe ndo Yusufu, alafu ndo ndugu zako wamefika wakati kipindi cha nyuma walitaka kukuua na walitaka kukusudia kukuua, lakini wakaamua tu kukuuza. Usiwalipizie kisasi, lakini wewe uwasamehe kama Yusufu alivyofanya, na uwapende na uwasamehe pia kama Yusufu. Na pia usiwe unajionyesha. Kwa mfano kwa Yusufu unasema, nyesi mlitaka kuniua kabisa, sasa nimekuwa liwali, ndo mmekuja kwenye nchi yangu, sasa mtakoma. Msiwe tunajionyesha. Na pia nimejifunza kuwapenda ndugu zangu na kuwajali wazazi wangu, na pia kuwapenda na wazazi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilijifunza kuwapenda rafiki zangu na tusipigane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumejifunza kwamba tusilipizie kisasi kwa mtu. Kwa mfano Yusufu aliwahurumia, akawapa zawadi, akampa hela Benjamini 300. Tupendane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimejifunza kupendana, si kama ndugu tusiwe tunagombana. Na pia nimejifunza tusiwe tunajionyesha kuwa mimi ni mtu mkubwa. Kama Yusufu alionyesha tu upendo kwa ndugu zake, hata kama walitegemea kumuua, lakini Yusufu aliwaonyesha upendo. Lakini pia habari ya Yusufu inatufundisha hata katika nyanja za kiutawala. Yaani haipaswi tunajua wewe ni waziri mkuu, ama tunajua wewe ni waziri, ama tunajua wewe ni askari, ama tunajua wewe ni mkuu wa mkoa, ama tunajua wewe ni mkuu wa wilaya. It's not necessarily watu mpaka watambue kwamba wewe ndio. Yani kwamba mimi ndiye fulani. Yani ile kwamba ujiweke kwamba mimi ndio top katika hili eneo. No. It doesn't cost a thing kuwa mnyenyekevu. Tunaona Yusufu alikuwa mnyenyekevu licha ya kuwa na madaraka makubwa. Na ni lazima mjue kwamba the more unapokuwa unafanikiwa zaidi, unahitaji kuwa mnyenyekevu zaidi, kwa sababu kawaida ya kiburi kinaweza kukushusha, lakini unyenyekevu unaweza kukupandisha. Na tumeona Yusufu kilichoweza kumpandisha pia ni kwa
sababu ya kuwa mnyenyekevu na mtu aliyemwishia nani? Mungu. Hata katika maisha yetu ya kawaida, kama ni kiongozi umepewa dhamana, jishushe kwa watu, kaa na jamii, fanya vile ambavyo jamii inakutegemea, kuliko kujiwekea uzio na kujiona kana kwamba wewe utaendelea kuwa katika hiyo position milele. Ni swala kwamba tu, ndio maana wanasema cheo ni dhamana. Ukishavuliwa kile cheo, unabaki kuwa mtu wa kawaida. Sasa kama ulivunja daraja mara baada ya kuvuka, je, wakati wa kurudi lile daraja ulilolivunja si ndio itakiwa upite? Sasa halipo tena, wewe upaswi kulivunja lile daraja, kwa sababu utalitumia tena wakati wa kurudi. Lakini hulka ya mwanadamu inamfanya asahau na kuyavaa madaraka. Kwa mfano, Yusufu angeyavaa madaraka kwamba I am the prime minister of Egypt, si ndio? Na ninyi mmekuja kama watumwa tu, kamata, weka ndani nini. Lakini even if aliwaweka ndani ndugu zake, ilikuwa ni kwa lengo la yeye kutamani awajue ndugu zake, si ndio? Ilikuwa katika mpango, haikuwa katika namna ya kuwakomoa, lakini ilikuwa katika namna ya kuwafanya awaone ndugu zake. Na tunaona kwa kweli Yusufu, habari ya Yusufu unaweza kumhubiria zaidi, kwa sababu Yusufu anakufundisha kuhusu integrity, Yusufu anakufundisha kuhusu uaminifu. Habari ya Yusufu inaweza kukufundisha kuhusu kuwajali ndugu zako, kuwahurumia ndugu zako. Yusufu anatufundisha kuhusu upendo kwa ndugu. Habari ya Yusufu inatufundisha hata namna ambavyo unaweza ukawa na madaraka makubwa na bado uka stay low. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunapoendelea kusoma habari za Yusufu hivi, tunatakiwa kuhusianisha na maisha yetu ya sasa hivi. Kama Yusufu alikuwa na ndugu zake 12, ninyi mko 5, yawapasa ninyi kupendana. We don't expect you guys baadaye mmekuwa watu wazima mwanze kutengana, kwamba mimi siwezi kuingia maisha yako, wewe ndugu yangu wa wapi, mimi sijui, sihusiki na mambo yako, fanya mambo yako, nifanye mambo yangu. I don't expect such a thing, kwa sababu we have learned from the book of Genesis kuhusu habari za Yusufu na ndugu zake. Umeona Yusufu alivyokuwa anawapenda ndugu zake, mpaka anaonesha upendeleo wa waziwazi. Kwa nini Benjamin apewe 300 na apewe mavazi 5? Umeona? Lakini kwa nini atake kula nao chakula? Kwa nini atake kuambia msiteseke tena, this time tutawapa magari ili mrudi kwa kustarehe katika nchi ya Kanani? Kwa sababu aliwahurumia. Na ninyi kama watoto, hurumianeni, pendaneni, sameheaneni, ishini kwa kushirikiana. Jambo la mwenzako ulione ni jambo lako, linakuhusu. Mtakapokuwa wakubwa, msisahau kuiangalia hii channel, kwa sababu imebeba mahusia ya baba na mama. Tukiwa wapi? Nyumbani. Bwana apewe sifa. If what we were taught was recorded, labda tungekuwa na memories nyingi za kuwaonesha jinsi ambavyo wazazi wetu wametusaidia kukua jinsi tulivyo. Lakini by that time hakukuwa na haya mambo ya media. Hata ninyi hivi baadaye mtakapokuwa wakubwa, mtakuwa mnajiona mlivyokuwa wadogo. Tulipokuwa wadogo, fulani alikuwa anazingua kwenye ibada, fulani aliwahi hii siku, fulani ule msimuone sasa hivi ni tajiri,
fulani ule msimuone sasa hivi ni boss, lakini alikuwa hivi. Tunaombea kwa Mungu neema ya Kristo ikae pamoja nanyi. Habari ya Yusufu inatufundisha sisi wote na inaendelea kutufundisha kila siku. Na mmeona sasa, saa nyingine tunajifunza nyumbani habari za Biblia, tunaenda kanisani tunakutana na message inayohusiana na habari ambayo tumeisoma. Kwa hiyo mnajikuta habari kama hizi mngezifahamu wapi hizi habari? Lakini kwa kupitia ibada hizi za nyumbani za familia mnapata uwezo wa kujua habari. Sasa hivi ukikurupushwa tu hapa, wewe kamuulize mtu yoyote, muulize wewe, Yusufu alioa katika nchi ya Misri, alikuwa na watoto wawili, hebu nitajie watoto wake wawili. Mwingine atashindwa, lakini wewe utataja na utajua maana yake, si ndio? Lakini usingeweza kupata hiyo fursa kama usingekuwa na ibada za nyumbani. Hata ninyi mtakapokuja kuwa na familia zenu, mkitaka watoto wenu waweze kuendelea vizuri na wawe na tabia nzuri, neno la Mungu lisiondoke katika mioyo yao. Bwana asifiwe. Sisi tutawapeni Mungu, tutawafundisheni kuhusu neno la Mungu. Hii Biblia hii, mnaiona hii Biblia hii ina majibu ya maswali yote. Ina majibu ya maswali yote. Yote maswali unavyojiuliza, hii Biblia hii ina sayansi, ina artsi, ina masuala ya uchumi, ina masuala ya afya, ina masuala ya mwenendo na maadili, ina kila kitu Biblia. Neno la Mungu lisitoke katika moyo wako, bali haya maneno ya Mungu, kupitia neno la Mungu ambayo lipo katika kusoma Biblia, ndipo hata ahadi ambazo Mungu amekuahidi zipo kwenye Biblia. Kwa ukiona kuna jambo gumu, haliendi sawa, mdai Mungu haki zako alizokuandikia. Kwa mfano, hata ukisoma ile nadhani Kumbukumbu la Torati 28:13 inavyosema kwamba naye Bwana atakufanya kichwa wala si mkia. That is a promise. Mungu, naomba unisaidie nikawe kichwa, not only katika aspect ya masomo, hata katika biashara, hata katika ninachokifanya, nikafanye jambo kwa uzuri. Kwa sababu unaposema kwamba God will make you the head and not the tail, ina maana atakufanya wewe uwe ni kichwa, kiongozi, ufanye vitu kwa uzuri na kwa ubora. Kila kitu kiko kwenye Biblia. Amen. Kwa hiyo jengeni tabia ya kujisomea. Kwa mfano, kama kipindi hiki ambacho mnaenda likizo, kama hii habari unaiona imekuvutia, unataka kujua mwendelezo, unaweza ukaendelea wewe kusoma chapter 6 at your own free time, chapter 47 tutakapokuja ni kama vile tunapitia tu wote kwa pamoja, lakini wewe unakuwa na deep understanding kwa sababu tayari umeisha soma prior ya ibada ya usiku. Bwana apewe sifa. Mungu abariki sana, na asanteni kwa kuhudhuria kipindi cha leo, na tutaingia kwenye maombi, tutaenda kupumzika.